Kijana, unaweza kanielekeza duka la kijiji cha mchezo liko wapi? Duka liko pale kulia. Naitwa Mtukale. Mtu nani? Una sura yake inatisha kiasi hichi. Hapa. Karibu tu. Asante. Habari za saizi baba boy? Nzuri. Shikamoo baba boy. Marhaba Vilando, jambo? Jambo kaka. Nzuri. Naona panda. Bwana narekebisha hapa dukani kwangu. Ila naona sura zenu za furaha, ila macho yenu yanasema vingine. Je, Vilanda, mume wako naye anashiriki hizi hisia? Ni kweli baba boy, unachokisema uko sahihi. Nadhani unakiona kitu nilichokibeba na nadhani unakifahamu. Hii ni sufuria naikumbuka nilikupatia kama zawadi. Kwa hiyo nadhani ile sufuria nataka unipatie maelekezo ya lenyewe. Maana limeniletea mazonge makubwa sana. Kwanza una bahati kupata sufuria hii. Sufuria hii ni ya baraka. Na hii sufuria nilipewa na bibi yangu kama zawadi na nikakupatia wewe. Lakini sufuria hii inatakiwa kutumiwa na watu wale wenye nia nzuri. Ukiwa na nia mbaya, ukitumia sufuria hii, lazima kuna mambo ya kukute Vilanda. Baba boy, mimi hapa kuna vitu ambavyo sivielewi. Kwa sababu jana nimerudi nyumbani nimemkuta mke wangu kazimia jikoni. Baada ya kuamka ananiambia tatizo ni sufuria. Na ndio kimetuleta hapa sasa. Wewe nao unasema ni baraka. Sikuelewi. Kwanza pole sana. Yawezekana mke wako alizimia kwa ajili ya vitu alivyoviona kwenye sufuria. Lakini sufuria hii kama nilivyokuambia ni nzuri kwenu. Maana imewarahisishia kazi. Kama chakula kimejipika chenyewe, ujue kabisa sufuria hii kwenu ni zawadi. Mngekuwa mmetumia vitu vibaya ambavyo binadamu hapaswi kuvitumia, mngeona mabalaa yangetokea. Kwa hiyo nawakabidhi sufuria hii. Vilanda, usiwe na wasiwasi. Chukua sufuria, kaitumie.
Usiogope. Baba boy. Vipi tena mimi nikimkuta mke wangu yuko kwenye hatari zaidi kwa ajili ya hilo sufuria lako? Yaani inapaswa uwe unamkumbusha mkeo kwamba asitumie vitu ambavyo ni haramu. Akitumia vitu haramu kuna mambo yanaweza akatokea. Pika chakula ambacho binadamu anapaswa kula. Mnaweza mkaenda. Basi sawa baba boy, tumekuelewa na tunashukuru kwa kutupa sufuria ambalo ni la ajabu kidogo. Haya Veranda. Haya, asante baba boy. Haya, nawatakia maisha mema Veranda. Haya, na kwako pia, sisi tunaondoka. Haya. Uwe na asubuhi njema baba boy. Haya, sawa sawa. Ama kweli. Akili ni nywele, kila mtu ana zake. Karibu mteja. Asante kaka, mambo Poa. Mzima? ni nzima. Za wewe? Nzuri, karibu. Asante. Ndizi bei gani? Ndizi? Ndizi 300. 300? Basi nipatie za hela yote, ila sina kimfuko, utanisaidia? Sijali. Ni tamu kama jina lako. Kama jina langu? Kwani unanijua? Amna. Nikupatie ngapi? Naitwa Rehema. Wewe mwenzangu unaitwa nani? Unaitwa Rehema? Yeah, naitwa Rehema. Naitwa Chalo au kaka Chalo. Wow, mbona jina zuri. Sasa kaka Chalo, naomba uniandikie namba yako ya simu ili wakati mwingine nikitaji ndizi tamu kama hizi nikupate kirahisi. Namba ya simu? Nifungie ndizi kisha nipe namba yako ya simu. Basi. Nakuongeza na hii sawa? Nashukuru. Hizi hapa. Basi nipatie na namba yako. Haya. Hii hapa. Asante. Ndio hii? Ndio. Bye. Bye. Karibu tena. Asante. Jamani, watu mchezo, karibuni tena tupate ndizi zenye utamu kama jina la Rehema. Mama Farida. Naambie. Kwema? Kwema, habari? Salama. Karibuni. Asante. Mnatoka wapi na masufuria? Mmeambiwa kwangu sina vyombo. Makubwa. Mama Farida, hatujaji hapa kwa ajili ya kukuomba chakula. Nilikuwa tunapita tu kama kawaida. Jamani, makubwa haya. Haya basi nendeni kabla mjanichokoza zaidi, maana nitachukia sasa hivi. Haya shoga yangu. Haya, bye. Kwaherini. Haya, wewe na mchana mwema. Pia. Sasa leo mke wangu kuna kitu cha kitofauti sana nataka nikifanye. Kitu gani? Wewe si jana ulibahatisha? Kwanza kaa hapo pumzike. Mimi najua umeshachoka sana. Nimechoka kweli. Kitu ambacho nataka nikifanye leo, naingia huko ndani. Nikitoka nataka nikija kukaa hapo ukae umepumzika, nataka nikuandalie chakula kizuri kushinda ambacho uliandaa jana. Wewe si ulibahatisha? Sasa ngoja leo uone.
Haya mume wangu, asubiri. Nikisi kwanza. Hapo sawa sasa. Unataka chakula utaki? Nataka. Sema nataka chakula kitamu. Nataka chakula kitamu. Haya poa. Wewe subiria leo uone. Yaani wewe tulia hivyo hivyo kama upo. Sijui unanielewa? Aha. Unaniangalia nini? Wewe leo subiria. Yaani wewe kaa hivyo hivyo kama upo. Ya. Hapo vipi? Sasa ua langu unajua mimi ndo maana napenda sana. Wewe unadanganya nini? Nini? Mungu sikii? Sio sisikii. Sema kwamba hiyo harufu au ihisi. Unajua mimi mwanzo nilijua wewe harufu labda huage na unahisia kwenye masikio. Kumbe ndio unavua. Mungu. Veranda. Bwana mume wangu niache mwenzako. Haya kumbuka chako cha jana kilikuwa kinanukia. Unaanza tena kunikumbusha. Haya basi pole. Lakini mume wangu. Unapika kwa nini? Unapika nini? Usubiria nikienda kufanya kila kitu nitatenga. Yaani leo paka kukunawisha. Alafu unakuja. Ukitaka hata nikulisha mimi nitakulisha. Sijui naelewa. Mume wangu leo umekula nini hicho? Nikisi kwanza. Nyingine. Ongeza wewe. Bwana. Sasa, hebu ngoja nikaangalie. Nafikiri sasa kitakuwa kimeshakuwa tayari. Ngoja niende nikakuandalie. Acha kitete. Chakula kizuri tofauti na chakula ulichopika wewe. Funga mlango. Tabasamu lake moja linafanya nisijisikie kweli. Jamani, sijui nitamwambia. Sini. Moja baada ya nyingine. Maisha mstari. Pokea simu tafadhali. Tena una mbangeni.
Mambo. Poa, nani mwenzangu? Unaongea na Rehema jamani. Oh, wow, Rehema. Ndo mimi. Vipi hapo kwenye banda la ndizi, uko poa? Hapo kwenye banda la ndizi tupo, ndizi zikosekana, ila ndio umekosekana Rehema. Mbona umepotea hivi jamani? Hapana kaka Chalo, nilihisi tu kusikia sauti yako. Oh. Leo unakuja kunitembelea, maana kwenye banda langu bila wewe ndizi haziendi jamani. Lakini wewe una maneno mazuri sana. Nitakuja tu nikutembelea au vipi? Utakuja kunipata? Sasa nipo tayari, ila natumaini kesho nitafanya juu chini je nikuijie. Sawa, nitakusubiri. Sawa Rehema, nimefurahi sana kusikia sauti yako jamani. Ila wewe unajua sana kumfurahisha mtu jamani. Amna, maneno yangu ni kwa ajili yako Rehema wangu. Sijui ni wewe au maneno yako matamu yananivuta zaidi kwako. Amna, nakukaribisha katika banda langu la ndizi. Uje ule ndizi za meme jamani, au upendi kula ndizi? Napenda. Haya baadaye. Haya Rehema. Haya. Mungu anipe nini mimi? Rehema mimi. Mtoto amepika. Kwa kaka Chalo ndio nimepika jamani. Kazi iendelee kwanza.